Wewe papi? Vipi? Kuna nini? Mbona unanyata? Yaani sijakuelewa bado, sijakusoma. Vipi kwa unaona begi mgongoni, alafu ni mwendo wa kuna shida gani? Hamna mama. Mama yuko na maana nimeshazoea mwanangu kiamka asubuhi lazima unipigie hadi. Sasa haya, uomi yake umenishtua. Hebu niambie labda kuna tatizo na unaelekea wapi? Story gani ambayo mimi mama yako sijui? Hebu nielezee hiyo story. Unajua mama, hapo mwanzo uliniambia mengi. Kwamba ushasema mipaka nikaacha bangi. Na alikuwa anasema sana kuhusu kazi yangu ya muziki. Ndio mama. Najua nilikuwa naondoka, nilikuwa naondoka kwa kuaga. Lakini nilikuwa sio kazi yangu, nikiamka nilikuwa kutoka nyumbani. Samahani kwa wote nikasema. Kuondoka bila. Ipo hivi. Mama, ndio nimeshua nimepata huko. Kanipa kazi. Kwa naondoka hapa nachukua nguo zangu na bibi. Na hii kwa ni issue ya siri, sitaka kukwambia mama yangu. Nilikuwa nataka niambie niishi naye. Kuna kazi nilikuwa nayo. Hivi ni kitu ambacho hakiwezekani. Cha kwanza, nikiwa kama mama lazima nipinde. Ingelikuwa ni kitu kizuri ungeniaga. Kama mama mimi ninapoelekea ni sehemu 1, 2, 3. Sasa wewe unanyata, na maana kuna kitu ambacho sio kweli. Kwa mtoto wa kiume, watoto wa sasa hivi ni mmebadilika, mmekuwa sio. Hebu niambie mwanangu, sikiliza nikwambie kitu. Siwezi kuongea ile kwa mengi sana kwa sababu nimeshaongea mengi, nikakwambia mengi. Sawa? Kifuatacho. Unakumbuka siku moja nishakwambia? Kwa nini hawakugawana roho yako wakakuacha? Sasa basi kifuatacho. Kikukutacho huko. Sitashiriki kama mama. Mimi naenda kushukuru. Nisikilize kama hutaki, mimi ndo nishataka na mimi ndo naondoka. Unasemaje? Unasemaje wapi? Kwa hivyo wewe mtoto umefika hatua ya kunijibu jeuri, si ndio? Kwa kuwa umejizaa Yaani unanijibu jeuri mimi? Sikiliza nikwambie, Waswahili wanasema nazi haishindanaki na jiwe. Sasa wewe nenda. Nenda mwana kwetu, tarudi.
nimekuja hapa ili kuisikiza kesi yenu tena. Mmefikia wapi? Yaani kwa kweli afande, tulipoishia ni pabaya. So mpaka sasa hivi ninavyoongea sijaelewa tunaishaje au tunamalizaje. Kwa sababu binti alikuja kwangu kunikopa mimi pesa na nikampa pesa. Makubaliano yetu tulifanya. Mwisho wa siku pesa yangu hataki kunilipa. Naingilia huko na tokea huko. Nimeenda kumdai pesa yangu nyumbani kwake, ananiambia mimi nimeenda kumfanyia fujo, na nimemwibia vitu vyake, nimempola, sijui nimefanya kila ninavyoona katika ongea. Lakini kiukweli namdai pesa yangu na mimi nataka pesa yangu. Na kwa upande wako wewe? Sasa mimi nimemuelewa, pesa yake nitampa. Ila akaja nyumbani kanifanyia fujo, kanipokonya simu zangu mbili. Kuwa na nini? Mimi sijakataa pesa yake kumpa. Sasa basi niliwaambia kwamba mtapokuja tena hapa mtakuja na mjumbe. Na vizuri mmekuja na mjumbe, atakuja kueleza. Mjumbe! Mjumbe! Abe afande. Afande. Nimekuita hapa ili uje kueleza juu ya hawa watu wawili hapa. Sawa. Ukweli kuhusu hawa watu wawili, alianza huyo ambao ni Tifa, alikuja kwangu kushtakia kama kuna mtu kamkopesha pesa, lakini kwenye madai yake hataki kulipa. Lakini mimi nilikuwa na shida ya kifamilia nyumbani kwangu, hivyo sikuweza kumjibu vizuri huyu ambao ni Tifa. Sawa, kabla hatujamaliza kesi, huyu hapa kana anaingia naye kuleta malalamiko ya kuwa amevamiwa na huyu amenyang'anywa simu. Hivyo mimi nilishindwa kuwaelewa, huyu anakwambia nimevamiwa, huyu anakwambia nimenyang'anywa. Nikamwambia mimi kesi yenu kama mjumbe siwezi, nendeni polisi mkamalize kesi yenu. Ilikuwa hivyo, niishia hapa. Sawa. Hii kesi ina mkanganyiko sana, kwa sababu huyu anasema ameibiwa na huyu anasema pia vile vile ameibiwa. Ila kwa upelelezi wangu mimi naona kwa upande wa huyu ana matatizo sana, analeta mkanganyiko wa maneno ili tu ashindwe kulipa pesa. Sawa kabisa afande, ni kweli. Sasa nasikia bibi, kwa ujanja unaoleta, nachotaka kujua lini utaleta pesa ya huyu? Mimi naomba nipe siku tatu moja kurudisha pesa. Sawa. Nitakupa siku tatu kama ulivyosema. Ndani ya siku tatu nahitaji pesa ile hapa. Sihitaji tena utumie ujanja wa aina yoyote. Nadhani tumeelewana. Utapoleta ujanja tena, basi sitakuwa na msamaha na wewe. Ndani sikia za kweli. Haya, asante.
mkubwa, mtaani kuko shwari kabisa. Inaonekana sijui anakuja kwako, miliki wanakuja kuenda kwa wanakuja maeneo kwangu. Wala usijali. Sawa? Endelea na majukumu yako. Nitamalizana nao tu. Okay, sawa. 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 Fanya ile kazi kama tulivyoagizana, sawa? Tutamtekeleze maagizo niliyoagiza, sawa? Wewe na wewe na wewe, picha hii. Halo komanda. Halo Fred. Kongo amepita wawili. Kwako amepita wawili? Ila nadhani uelekeo ndio ule ule. Sawa. 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 Sawa kamanda. Vipi, mbona katika ofisi yangu? Kuna faili nilikuja kuliangalia hapa. Nadhani nilikuja. Lakini apande. Nachojua mimi wewe na ofisi yako na mimi na ofisi yangu. Kila mtu ana ofisi yake. Na inakuwaje unakuja katika ofisi yangu unapekua pasipo mimi mwenyewe kuwepo? Sasa mbaya hapo uko sehemu. Kwa nini nauza maandazi kidogo kwa sababu sisi wote sina simu? Sawa. Lakini hii ni ofisi yangu. Ikibidi mimi mwenyewe niwepo ndio ufanye unachotaka. Na hiyo faili naomba nilione hiyo faili. Hii ni faili ya kesi ambayo kesi ni nzito sana. Nakumbuka kabisa hii kesi mimi ndo naifuatilia. Inakuwaje unakuja kulichukua ile faili, unataka kuniharibia kazi? Na unajua kabisa nina siku ya 3 tangu niingia hapa kazini. Wewe nikwambie kitu kimoja. Sawa. Mimi pia naweza kuifuatilia kesi. Sijaja kuiba ile faili. Ila nimekuja kuchukua na mimi kushughulikia. Sasa sijaona wewe kupaniki sana. Sawa? Labda nikwambie kitu kimoja. Hiyo kesi nimepewa mimi nisimamie. Na kama ungekuwa umepewa wewe basi ungekuwa nalo ile faili tangu muda. Wewe nikwambie kitu kimoja. Ndio kuna vitu tunashindwa kuwashirikisha nyinyi kwa sababu ya kumbeni simu. Hii faili kuna watu wametoa takriban milioni 20 ili kesi ifutwe. Na kesi hii ikifanikiwa kufutwa kuna shilingi milioni 50 kwa hebu niambie, utaendelea kuisimamia kesi au utataka tufute hii kesi yani? Mimi ninachotaka haki itendeke. Sheria ifuate mkondo wake. Ndio maana nimepewa hii kesi nisimamie. Na nitahakikisha mpaka inafika mwisho. Sihitaji ujanja wa aina yoyote katika hii kesi. Sasa hili faili
Faili hapa mezani sasa. Lakini baada ya dakika 5 utapigiwa simu ile faili ikiwa ofisini kwako. Alafu ikisema kisha utajua kuwa askari mtiifu na askari mwenye akili nani ambaye anusa.